wanataka kuenda kufanya kazi nje. Lakini mzee hapa ambaye ni rafiki yangu anatuelezea nchi iko sawa. Nchi iko sawa aje? Wakati vijana wengi wako desperate, wana loan wazazi wao over 200,000 kutafuta kazi za kwenda nje. Na hapa pia serikali ija prioritize vijana. Vijana wengi hapa wanasema lazima to push government to open and to create more job opportunities. Hata shilingi iongezwa kwa hiyo bajeti. Sisi wa Kenya tumefika wakati, let me just use, I'm sorry to say this, but ignorance, that ile tukisikia tu finance bill tunakumbuka ya last year, tunasema hii. As a country saizi majibu, tuko na deficit ya 4.5. If you transfer that into figures of shillings, utapata ile pesa sisi kama Kenya tunadaiwa. Ndio unasikia rais akisema lazima tulipe deni, lazima tufanye hii. Na nikirudisha, mimi unajua napenda kutumia hii historia. Unapata kama hata kwa Biblia hao wenyewe ndio wanakuja wanapinga, pana rais wacha kukopa kufungua viwanda. Unataka kama country tuendelee namna gani? Asante. Anataka kukujibu lakini nitapatia nafasi baadaye. Kwa kifupi tu ni dakika moja. Dakika moja. Kabla nipate kauli ya dadangu hapo. Mjibu. Nataka kusema hivi. In every 10 shillings, 7 shillings inaenda ku service debt. We are only remaining with 3 shillings to budget for the country. Lakini out of those 3 shillings, majority of those money zinaenda kwa mfuko za viongozi. Tutafanya kazi, tutawafanyia kazi na hizi shilingi 2, hizi shilingi 3 to budget for the country. Lakini mimi nikitembea huku kwa mtaa napata na vijana wengi. Kuna siku nimetoka kuendea boga napata na mwanaume ananiambia nina bibi na watoto na hatujala siku 3. Sasa hii mswada hata kama waongezi tax ndio ni poa, lakini hii tax yenye hiko haijatutosheleza, inatufinya si wenyewe. Kazi, biashara zimeharibika. Mimi mwenyewe ni mfanye biashara yangu imeharibika, iko chini kabisa. Kwa hiyo hata wakisema kwamba hawajaongeza ushuru wowote kwenye mswada wa fedha, bado Wakenya wanaumia. Na ashakiri kwamba no taxes will be added on Kenyans. Na mimi nasema hivi, hii taxation hii tax yenye tuna Kenyans, na mimi nasema hivi, hii taxation hii tax yenye tunalipa sasa hii, mimi naona iko sawa, kwa sababu sasa hii ukienda hapa kwa supermarket unanunua mkate kwa bei sawa. Na mimi nasema hivi, bei sawa. Na mimi nasema hivi, in a way endelea vizuri. Na nikiendelea nasema hivi, economy we are seeing it is improving. Imetoka 8th position Africa to 6th position. That is why tunasema ile taxation ya last financial year isipoongezwa, inji iko sawa na itaendelea vizuri. Yes. Anasema inchi iko sawa. Ndio napata kauli za wengine wananiambia kama tuko sawa ama hatuko sawa. Labda unataka kumjibu? Tutakuja kwako. Nipata kauli yake kidogo kwa kifupi. Jina lako nani na kauli yako ni ipi? Ni mimi niko kwa serikali ndani. Inchi yetu ya Kenya, wale wako ndani ndio wanasikianga sawa. Na wale wako nje ni kubaya. Sasa hii finance bill kwa wale wako nje, owing to the tribalism we are having in Kenya, wanasikia vibaya. Lakini wale wako ndani wanakula nyama. Sisi wengine tukikula mfupa. Na nikuulize, umetoa hoja nzuri kabisa kuhusiana na wale ambao wako ndani ya serikali ambao wanafaidika sana na zile hela ambazo ziko. Je, serikali inafaa kuwahudumia wananchi wote kwa pamoja, ama kuna maeneo ambayo bado yanahisi kutengwa? Tunafaa kuishi kwa namna kwamba kama eneo moja limemuunga mkono rais aliye madarakani, kwa sababu kupata mapato yaliyo juu ama ugavi wa fedha maeneo hayo yawe juu kushinda yale ambayo labda yalikuwa upinzani. Hiyo ndo nepotism, ambao is a vice that is not supposed to be in government. Sasa hiyo ndo mimi naona ndo shida kubwa ambayo inakula hii nchi yetu ya Kenya. Na kabla ni upatie mwenzako, wafanyabiashara wanasemaje? Umesema wewe unawakilisha wafanyabiashara, wanasemaje, hali iko vipi? Kwa maana Bingwa amesema hali iko sawa, uchumi uko sasa, inafaa kupata mapato. Kwa maana Bingwa kama hao watu wenye kuwa elected
if at all they're exposed to the real situation on the ground, wanachaguliwa na wanaenda kule kwa maofisi, wanaketi kule, they don't know what is happening on the ground. Asante. Hata mimi sikumbuki lini niliokota shilingi 20 nikitembea. Nipate kauli yako bingwa, una wasiwasi gani kuhusiana na ule mswada wa fedha wa mwaka 2025? Haya, kwa majina mimi naitwa Willis Mboga, Chairman People's Assembly Kenya. So maoni yangu leta finance bill ya 4.3 trillion na sisi kama inchi tunaweza loophole ya kuenda wachukue Eurobond waweke kwa mifuko na akaunti zao na ukiangalia kama mimi nimekuwa nikiulizia hii Eurobond, hii pesa haifiki Kenya. Na kwa nini haifiki Kenya? Sisi kama wa Kenya tunafaa tuungane kwanza. Juzi hapa tumekuwa mahakamani tukaomba statement ya Eurobond, ilikosa. So sisi kama wa Kenya hata tusiangalie mambo ya finance bill, tuulizie pesa yetu inafanyanga kazi gani. 2024 finance bill tuliikataa. Ndugu zetu waliwawa hapa, BBC shatuonyesha waliwawa.